wana wa Israeli walivyotoka Misri, wamekwisha vuka ile bahari. Waisraeli walimkosea Mungu. Musa akaja akaanza kutupa sheria alizokuwa amezileta kule milimani. Lakini wakakiri, ukasema Bwana, tumekosa. Mungu akamwambia Musa, wawekee nyoka wa shaba. Akaweka nyoka wa shaba. Yule nyoka Mungu akamwambia Musa kwamba uambie yeyote atakayeumwa na nyoka atizame yule wa shaba mwenye kwa kule kwenye mti atapona. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo Yesu bado hajazaliwa kwa hesabu zetu sisi, lakini kwa sababu yeye ni Mungu, yeye ni Mungu milele na milele, ni Mungu habadiliki. Na kwa hiyo hata walipokuwa katika safari wanavyotoka Misri, walipambana njiani na vikundi vingi, watu wengi, falme nyingi zilikuwa zimeamua wana wa Israeli wasirudi Kanaani. Ndipo Balaki akaenda kumwalika Balaamu, nilaanie huyu mtu. Kwa nini? Mbona tunasikia sifa zake haizieleweki? Lakini Balaki alifanya kila alichotaka, Mungu hakutaka. Lakini neno la mwisho Balaki alisema kwamba namuona si sasa, namtazama si karibu, nyota itatokea Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Je, nyota iko ndani yako? Safari ikifika uko tayari kuondoka? Kwa sababu mnalotaka niwaambie na nataka niwafahamishe hivi. Hapa tuko kwenye behewa au tuko kwenye treni. Ukizaliwa tu treni kwako imepata mwendo, sababu utapata siti. Na kama treni inaondoka, ikifikia dhamu yako ya kufika kwenye kituo chako ambacho utakaebaki, unabaki. Na kumbe kwa sababu ya hiyo, watu wote wanatakiwa wawe tayari. Mtu mmoja mwenye kuwa tayari, sitaki kuwachosha, mtu mmoja mwenye kuwa tayari atusomee Hesabu 24:17 tu. Hesabu 24:17. Tupate neno moja hapo. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Ninamuona atakaye kuja lakini baadaye. Namuona lakini hayuko karibu. Nyota itatokea kwa wazawa wa Yakobo. Atatokea mfalme miongoni mwa Waisraeli. Kwa fimbo yake atawachunga viongozi na waombaji. Kwa fimbo yake atawachapa viongozi na wa Moabu. Atawaangamiza wazawa wote wa Seti. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Israeli walipokuwa njiani, Balaamu amekwenda kualikwa. Kuna historia moja pale inasema Balaamu kutoka kwake kwenda kwa Balaki alikuwa kwenye punda. Akaona punda inakwepa. Punda inakuwa inapita porini. Punda inakuwa inapita pembeni. Balaamu alichukua fimbo akapiga punda sana. Punda akaanguka akapiga magoti. Akamwambia, mheshimiwa, hili ulioni? Ni miaka mingapi umenitumikisha mimi kukubeba? Lakini kwa leo kwa nini unashindwa kuelewa ni kitu kipi ambacho kinanipa ujasiri mimi kukwepa njia kwenda hii na hii? Punda walivyoumbwa kuwa punda, mpaka leo hakuna punda aliyeongea kama hii. Akamwambia Balaamu, tizama. Akamwona malaika tayari amekuwa na upanga, anataka kummaliza maisha. Balaamu akaanza kuona ili kweli ni miujiza. Kweli maisha yangu yalikuwa hatarini. Lakini kwa sababu huyu Yesu, kwa sababu huyu Mungu ni mwema, na akishakuandalia kitu, akishakuambia kwamba utakuwa na hiki, akishakuambia utafanya lile, likawie lisipokawia lazima litimie. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baadhi yetu kuna vitu vingi vinavyotusumbua ni kuchoka. Baadhi yetu vinavyotusumbua, hesabu ya wanadamu si hesabu ya Mungu.
Siku moja miaka 1000. Ni hatari. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja mbinguni miaka 1000. Watu wengine na watu wengi wanaokuwa wanaongaga fulani amekwenda Frima, fulani ni hivi na hivi. Jamani, umuulize ulishafika? Kuna hatari. Siku za Frima au kule kuna kwenda watu Frima, dakika zao na hapa tofauti. Sekunde ni siku nzima, sekunde siku nzima ya hapa. Mimi naweza nikawaambia taarifa moja. Si mwana wao huyu binti wangu Jacqueline. Huyo Jacqueline huyu. Mumuone jinsi alivyo. Hili neno bado sijalishuhudia hata siku moja. Lakini leo Roho ameniambia niwaambie hili. Mtu mmoja aliniambia, bana mzee, itakuwaje mwanao apooze mkono na waganga wapo? Ala. Kuna waganga tena Mimi nimekwisha kwenda kwa maombi, waganga wa kienyeji, lakini hakuna suluhu. Akaniambia basi nisubiri. Siku moja nitakwambia unisindikize sehemu fulani. Tupo. Dakika moja akamwambia bana nisindikize kwanza twende mji mkuu kule mahala kulikuwa kiasi kidogo na pale nyumbani. Tukaenda. Tukafika sehemu moja ziwani, ule mtu akaniambia hivi, bana, asili ya mwanadamu hivi tunakwenda hapa ni kama ugenini. Kumbe twende hapo ziwani tujisaidie, kwa sababu tusiwe tena tumefika kwa watu hapa na hapa hakuna choo. Sio vizuri. Hamna shida. Tukaenda. Kufika ziwani sijui kilichofanyika, lakini nilistuka niko kwenye barabara. Natembea. Dakika 5 tukafika kwenye mwamba. Pale kuna bariele. Kustuka nikamwona yeye tayari amekwishaondoka. Yule aliyekuwa pale kwenye mti akaniuliza, mzee, shida yako ipi? Nikamwambia mimi mwenyeji wangu aliniambia nimsindikize. Sasa sijawahi kumuona. Kaa chini. Kidogo tukaanza kupiga na story. Akafika neno moja akaniambia, unajua mahali hapa ulipo? Ndio kuzimu. Ona ile nyumba lile nyumba, kila mtoto anayekusha kupandikizwa mimba tumboni mwa mama yake, namba zake za pesa, za hela na kufuri yake ya benki iko pale. Kama unataka sasa hivi mzee, naweza nikakupa namba ukapata pesa. Kama aya. Hii ni ajabu. Hii ni nini sasa? Mimi nimefuata sababu mwanangu atibiwe. Sasa hakuna mambo ya matibabu tena, kuna kwa mambo ya pesa. Basi tukaanza kupiga naye story. Mimi nikamwambia, ai bwana, unaloliongea bado sijakubaliana nalo. Hakuna. Na kama kuna kitu kimoja, unipe kitu kimoja kitakapokipeleka kwangu, nikikiona nione maajabu. Kaniambia hilo ndio unalotaka? Hamna shida, nitakupa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kweli baada kidogo tu yule bana akasema nakuja. Alikwenda kunipa mnyororo kidogo hivi, ulikuwa mrefu kama hapa na kule. Hivi ninavyoongea mke wangu shahidi. Nikauleta. Akaniambia, ukiona shida ya chakula au ya pesa, tazama huu mnyororo, utaona. Na kwani nilikuwa nikipata shida tu, nikienda kuutazama hivi, kushika kwenye mlango, mzee, hapa kuna mtu anahitaji kutengenezewa mtumbo. Hapa kuna mtu anahitaji kujengewa. Nikaishi hivi, lakini alikuja ameniambia neno moja iliyokuwa ngumu. Hilo kamba hakuna siku ukisubutu kumfunga hata mtoto shingoni atapotea. Hilo neno lilikuwa limenipita. Siku moja mzee mmoja akasema, watu wote wenye hapa kijijini kila mtu ashike mbuzi zake, zitakaobaki ndio za kwangu. Sababu mimi ndio nile na mbuzi nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kweli tukaanza kushika mbuzi. Nilikuwa na beberu wangu mmoja kubwa kabisa. Beberu alikuwa kama ameshapotea. Na sisi tunajua tunafuga chenyeji. Si kama kufuga kwa wazungu au kwa makundi mashirika. Élevage sauvage ndio tulikuwa tunafuga. Maana mbuzi ziko hapo tu. Lakini nilivyomfunga ule mbuzi, kufika jioni kwenda kukuta ule mbuzi amekata kamba. Nikachukua ile kamba, nikaileta, nikaiweka kwenye begi. Hapo usingizi ukaja. Nikalala. Ule bwana akasema, nimeshukuru sana kwa sababu umenipa zawadi yangu.
Nikastuka. Hivyo mimi huyu muda wote ambao nauchezea hapa, pale nyumbani nilitoka kama saa 2 hivi za asubuhi, nikaja kustuka kuja kuangalia ile kamba mle ndani haipo. Lakini nilivyorudi sasa, vile tulivyokwenda leo jamaa, na kurudi nimetoka saa 2, nifika saa 2 za usiku. Na yule bwana ameniambia, wewe tangia toke nyumbani mpaka hivi sasa bado ungali na sekunde chache tu wewe kuwepo hapa. Lakini kurudi nimekuwa na masaa kama yale. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe majira ya Mungu si ya mwanadamu. Ukimtegemea Mungu utapata. Na kwa sababu wana wa Israeli au watu wa zile safari ya kwenda Kanaani walikuwa na wasiwasi. Walikuwa wanaona wana wa Israeli hawawezi kupita. Lakini kwa sababu walikuwa na ahadi ya Mungu, ndio maana waliweza. Na katika kanisa nyingine zinasema haiwezekani huyo Yesu hakutabiriwa. Nafikiri mmesikia Hesabu amesema nimemuona si sasa, na mtazama sio karibu. Agano la kale hilo. Bado hajajulikana Yesu atakuja, bado hajajulikana nini na nini. Tunaongea na mambo ya Musa tu hivyo, sababu ni hiyo kipindi cha Musa anatoa wana wa Israeli Misri. Na kwa leo sasa tunataka tujue hivi. Kusherekea leo ni halali, tusherekee. Kwa sababu yule Bwana ameshinda mauti. Ni halali tusherekee kwa sababu yule Bwana ametuondoa kwenye kifungo. Sasa tunataka kuhakikisha kweli yule Bwana, Hesabu ameongea kwamba alimuona lakini hakukamilisha. Isaya 9:6. Mzee Isaya 9:6. Isaya 9 mstari wa 6. Isaya 9 na mstari wake wa 6 inasema hivi: maana mtoto amezaliwa kwa ajili yetu, tumepewa mtoto wa kiume, naye atapewa mamlaka ya kutawala. Ataitwa Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto amezaliwa, tumepewa. Haikuongeleka kwamba mtapewa. Kupewa na mtapewa ni kitu kimoja. Naona watu kama wamechoka sana. Au labda mfati vizuri. Mtapewa, tumepewa ni vitu viwili tofauti. Na leo ndio maana tunasherekea kwa sababu tulipewa. Bwana Yesu asifiwe. Tulipewa mtoto. Isaya naye anakuja kushuhudia kama alivyosema Balaamu, nimemuona si sasa na mtazama si karibu. Nyota itakuwa begani mwake. Isaya naye anasema kwamba tumepewa mtoto, mamlaka nenda rudi itakuwa kwake. Kwa sababu unaweza kuambia kitu kimoja. Siku Yesu alipofufuka, ulimwengu mzima, Mafarisayo na Masadukayo walisema Wakristo wa Yesu wamemwiba. Lakini walinzi waliowekwa kulinda kaburi kwa sababu waone kitakachopitika, walikwenda kuwaambia wazee, yule rurema kabisa. Yule bwana rurema kabisa. Alichokifanya, kuna watu waliviringisha lile jiwe ambapo hakuna mtu anaweza kulifingirisha peke yake. Lakini huyo mtu alikuja kuligonga mara moja na Yesu akaondoka. Sasa je, kwako jiwe bado alijawaona mtu atakaliviringisha kwako? Kwa sababu tunaandama safari ya kwenda mbinguni. Na safari ya kwenda mbinguni ni kuamua kutafuta walinzi, kutafuta wafanyakazi, kutafuta wenye kuwa nguvu, watu fungulie, watu viringishe ile jiwe, waache mlango juu tuondoke. Lakini kama wewe uko hapa, jamani, kama uko hapa haujamuona yule atakayeviringisha lile jiwe na kulitupa upite, wallahi hakika ya Mungu mbinguni hauoni, hautakwenda. Kumbe muda
na mambo yote tunayoyaongea. Hii wakati tulionayo ni wakati ya kuambiana wazi. Hii wakati sio ya kutumia uchi. Hii wakati sio ya kutumia ugali kwa neno la Mungu. Hii wakati tunakuwa tunavunja mifupa kwa sababu ya kuandaa safari ya kwenda mbinguni. Sasa kama wewe bado haujajua kuvunja mifupa, jamani, baridi, snow, jua, joto, fanya hesabu. Na hizi hesabu hazina za watu wawili jamani. Hazina za mke na mume. Hazina mtoto na mzazi. Hapana. Hesabu ni wewe peke yako. Kama leo mtoto wako amefika hapa, anaambia mzee Mjerumani, mimi naona leo nibatizwe. Hakuna kizuizi. Mko huru kwa leo hii kuondoka hapa na mwelea mchungaji. Mweke kwenye gari, twende mtoni. Kuwe baridi, kuwe joto. Sababu naweza nikawapatia historia moja. Kuna jamaa mmoja alikuwa muumini, lakini alipata shida ya kutokuzaa. Lakini siku yule mke wake alivyomwita mdogo yake na mke wake, yule bwana akafanya mapenzi na yule binti, akachukua mimba. Sasa yule bwana akaona lile neno inakuwa ni kidonda, akaenda kwa mtumishi. Mzee, mimi nimeharibikiwa, tasema hili na hili, nahitaji jaribu kufanya upatanisho mimi na Mungu. Mtumishi akaweka mkono. Hiyo dakika ule binti akamwita dadake, dada, niko mimba na mimba ni ya mume wako. Bwana Yesu aturumie. Ule mama akasema la, na huko kwenye anakokwenda akipata ajali afe. Kupita dakika 10 simu inamuita, unatakiwa hospitali, mume wako hali sio nzuri, amefanya ajali na gari. Bwana Yesu aturumie. Alipofika hospitali, kufika dakika 5, daktari akamwambia mume wako tayari amekwisha kuhama. Unaona? Sasa nauliza, je, sasa wewe mwanao akwambie nitaka kubatizwa, wewe unasema subiri, wewe unasema hivi na hivi? Hapana. Wewe hauna hesabu ya siku zake za hapa duniani. Sasa kama wewe hauna hesabu, unachukua uamuzi wa kumwambia Mungu, huyu mwanangu atabatizwa 2027. Wewe unajua miaka yake? Jamani, tunataka kuanza kuvunja mifupa. Ndivyo niko nasema. Kama binti yako ameamua kubatizwa, mwache abatizwe. Sababu yule aliyemwambia abatizwe wewe humjui. Na Biblia inasema, Yesu aliambia wanafunzi, hakuna mtu atakwenda kwa Baba asipoitwa. Sasa wewe unajua wito wa mwanao utapita kwako? Hakuna. Jamani, hii safari ngumu. Hii safari ngumu kabisa. Cha pili, hili wataniwia radhi. Naona wapiga vyombo wetu au wanakwaya, kuna asili moja, watu wengi akiwa baba yake ni mtumishi au mchungaji, naye anaingia kanisani kila siku. Lakini kumuuliza, bwana, ulikwisha fanya uamuzi? Hata baba yako ni mtumishi, lazima ukiri kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Usipolifanya hilo, usifikirie utukufu wa baba yako, utukufu wa mama yako utakupeleka mbinguni. Haipo. Unabaki na utamuona hivi. Kanisa inakwenda, mnaanza kutafuta, mimi baba na mama siwaoni, wako wapi? Wewe unafikiria imani ya baba yako, utumishi wake ndio utakupeleka? Hatutashikana kwenye manguo. Kwa sababu mtu akizama kwenye ziwa, mtu mwingine anaweza akaenda kumshika kwenye nguo na akamleta. Si safari ya kwenda mbinguni. Never jamani. Safari inasema kwamba ufalme wa mbinguni upatikana kwa nguvu, na wenye nguvu ndio watakayeuteka. Si kwamba ndio watakayeuona. Kumbe jamani, fanyeni nguvu kuuteka ufalme wa Mungu. Jioni ya leo ni jioni iliyo nzuri. Jioni ya leo ni kwa ajili yetu. Baadhi ya wenzetu wengi hivi hawapo vizuri. Uvira hivi hatujui watu wako hali gani. Goma hatujui vipi. Wengine Rwanda hatujui wamekomesekanaje. Hata hapa tulipo. Lakini Mungu amekunusuru. Mungu amekupa kibali jioni ya leo kuwa mahali hapa. Tengeneza jamani. Muda hakuna, mambo mengine. Japo tunaweza kufanya manoheli milioni, Pasaka milioni,
Pentekoste milioni. Haijalishi, haijasema ndio itakupatia kibali cha kwenda mbinguni. Kwenda mbinguni ni wewe na Mungu kutengeneza, ni wewe na Mungu tu kutengeneza. Mzee, Mathayo 2:2. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Wakauliza, yuko wapi mtoto mfalme wa Wayahudi aliyezaliwa? Tumeiona nyota yake ilipotokea mashariki, tukaja kumwabudu. Amen. Amen. Kini na shida jamani, kutaka kuelewa, je, Yesu kweli kweli wanavyosema sema alizaliwa? Yesu alitabiriwa kuzaliwa miaka, lakini na mambo yote waliofanya wana wa Israeli, mambo yote waliofanya manabii, ilikuwa ni kutengeneza njia ya Yesu kuja. Sababu Yohana Mbatizaji aliposikia Yesu anakuja, alimwendea, anahitaji unibatize. Kwa sababu Yohana ameambia watu kwamba anayekuja nyuma yangu, sina uwezo wa kufungua kamba za viatu vyake. Na muda huo ndio akasikia kwamba yule bwana Yesu amefika. Hana uhakika kama hivi tulivyo. Baadhi ya watu wengi hawajui kweli kama hivi tuko katika kipindi cha siku za mwisho. Kama leo kengele inaweza ikalia na kanisa ikanyakuliwa, hatujui. Lakini Yohana alikwenda akamwambia Yesu, Bwana, nimekuja unibatize. Yesu akamwambia, timiza maandiko ya Mungu. Yohana akasema basi. Kumbe Yohana alitimiza tu kumbatiza Yesu kwa sababu mambo yakamilike. Kuna watu wanalaumu, mbona Yuda alifanya hiki? Jamani, shukureni, mshukuru Yuda kujitoa. Kwa sababu Yuda singelimuuza Yesu, mpaka leo tungekuwa hukumuni, tungekuwa watumwa wa dhambi. Lakini ilikuwa tayari misheni imeshakamilika. Kumbe jamani, muda ni wako na mimi. Muda ndio huu. Saa ndio hii. Kesho haijui mwanadamu. Kesho ni ya Mungu peke yake. Pigeni mioyo konde pale unapoona kuna shida. Na kuna matatizo mengine, mlisikie kwa hili. Kuna mtu amemkosea fulani, kwa mfano tuseme hapa, Dane Oma amenikosea. Anaamua siwezi kwenda kumwambia mchungaji, uniombee mimi, yule Mjerumani alimkosea kabisa. Maombi hayo hayajakusaidia. Hayo maombi hayajakusaidia. Kama umenikosea, njoo mimi na wewe tusemezane. Basi. Na kama unaweza kufuata ile taarifa ya ule mwanamke aliyeshikwa udhinifu, na Yesu akasema hivi, ule bado hajafanya kitendo kama hivi, aya wa kwanza hakuonekana. Lakini Yesu alimwambia mwanamke, enenda usitende dhambi tena. Kumbe shida kubwa tulionayo, au tunataka kuelewa kiliopo kinachotaka Mungu, tusitende dhambi tena. Na Bwana atubariki. Amen.